Peter Inganga anasema nyumba yake iliangukiwa na mti usiku wa manane wakati mvua nyingi ilipokuwa ikinyesha, na kutokana na umri wake alishindwa kutoka nje, hali iliyowalazimu wenyeji kukata mti huo ili kumnusuru. Kama karibu kukula miti naanguka kwa nyumba na mimi niko ndani. Kwa hivyo Rapando anashimiwa sana kujenga nyumba. Alipata shima ya kujenga nyumba. Ninapika tu asante kwa nyumba. Nilitoka nje. Miti ilikuwa nashika mlango yote kutoka. Nilitoka kama mtoto na kuchotama. Mwana yote ndio natoka asubuhi. Alikuwa kilala mahali pengine, hata kama ni mnyama kuja kumkula ungemkula. Tangu hii nyumba yanguke ni muda mrefu sana, ambapo kama ningekuwa tuna uwezo angekuwa nalala hivyo, lakini sasa nimeshukuru na mtushia shukrani nikisema ni asante. Mimi nimeshawahi tembea kwa hao wengine, lakini wamenishinda. Wananiambia tu tutakuja ama tutakupa ripoti, lakini ripoti yao sijaiona wakiniletea. Kulingana na wenyeji, hali ya uchochole eneo hili iliwanyima uwezo wa kumjengea mzee huyo nyumba, na amekuwa akilazimika kulala katika nyumba hiyo, hatari ambayo wanasema wamekuwa akihofia huenda akavamiwa na wanyama. Na mama akaniambia kuna jirani Mutura amekuja huko akamwambia nyumba ya baba yani mti imeangukia kwa nyumba ya baba. Sasa wakati Mutura alikuja akamwambia, akakuja akajaribu kutoa ikashindikana. Tukapigia Mkogosima akatutumia kwa pesa, ndio tukatafuta mtu wa mashini akakuja akatutolea. Baba anakaa tu peke yake. Hali yake ni kujisaidia tu, hata sisi pia bwanangu hata hana kazi. Sasa siku yani tukipata tunagawana. Sababu bwanangu yeye anafanya tu kibaraka boma la mtu, anatafuta kwa mwezi. Na unajua tukiandikwa kwa boma ya mtu kupata shilingi 1500 kwa mwezi. Ukiwa na familia inafikanga hiyo siku umekopa pesa mingi kwa boma, hata umeshindwa jenye unapenye unaanzia. Tungekuwa na uwezo nyumba ingekuwa imeshajengwa, kwa sababu imeelekea mwezi. Ni kama mwezi tangu nyumba ianguke, ni mwezi mzima. Muhisani huyo kwa jina John Rapando anasema alisikitikia mazingira ambayo mzee huyo amekuwa akiishi baada ya nyumba yake kuporomoka, akidokeza kuwa kama kiongozi eneo hili amejitokeza kuwasaidia wasiojiweza katika jamii na kuwarai viongozi waliochaguliwa kuwahudumia Wakenya bila mapendeleo. Tumefika hapa Isiaka ili kuhakikisha kwamba mzee wetu hapa wa umri ambao umesonga amekuwa akiishi kwa changamoto tangu mvua ama mti uanguke nyumba yake, na amejaribu sana kutafuta usaidizi kwa wale viongozi ambao wamekalia kwa viti, lakini kila mtu amekuwa akimhepa. Hawa ni wazee ambao Rapando Foundation inajaribu kuwashughulikia na kuwakumbuka ya kwamba ni watu wetu ambao yafaa wapewe heshima. Isiwe tu ya kwamba mtu akishakuwa mzee akipatwa na shida anasaulika. Mimi langu tu ni kuwakumbusha tu wale viongozi ambao tuliwachagua, tukianza na MCA wetu ambaye amekalia kwa kiti. Kuna zile nyumba za county ambazo zilikuweko na ule governor ambaye alienda, na hiyo pesa si hata ziko, hizo pesa ziko. So mimi tu ni kumuomba tu tafadhali, shida kama ama mzee kama huyu asikubali kuona tu ya kwamba wazee wetu wanahangaika na kuna pesa zile zenye ambazo yafaa zikuwe zinajengea wazee kama hawa nyumba. Kutoka Ikalie, Butere, kaunti ya Kakamega, ni Meshak Obonyo.